tumelieleza kwa kina kila mmoja namna alivyouliwa. Wengine wakafanywa wa malemavu wa maisha. Kuna watu 18 walioachwa na ulemavu wa kudumu. Wengine walibakwa. Hawa wanawake walioingiliwa majumbani wakanini ni wengi sana kusema kweli. Sisi makisio wetu ni karibu 62. Wengine wakafungwa. Kuna watu wakachukuliwa wakaenda kaekwa Hanyegwa mchana. Dozi yao ni kuteswa mara 3 kwa siku, tukaning'inizwa kama jodari. Wengine mali zao zikaharibiwa na kuporwa. Tuna watu karibu 48 waliotibiwa kwa muda mrefu. Tuliachiwa vizuka 14, yatima 36, na wengine wakakimbilia Mombasa kama wakimbizi kwa mara ya mwanzo. Mheshimiwa Mufti mna mtoto wa miaka 14 kapigwa risasi ya nyonga, ikatokezea ubavu wa pili akafa, maini yakaruka kule. Kuna kijana wa miaka 24 nyumbani kwao kapigwa kichwa kikatawanywa kama boga wete pale Kipangani. Kuna mama mjamzito Kangagari, ujauzito wa miezi 6, yuko nyumbani kwao kapigwa risasi kafa yeye na mtoto wake. Vitendo vya ambavyo huwezi kuvieleza. Huwezi ukakaa hivi hata ukamweleza mtu ukamwambia hivi vimetokea Zanzibar kwenye Waislamu, Ijumaa sote tunakwenda msikitini, hutuba kali, na mfungo 6 tunasoma maulidi kusifia mwenendo wa mtume wetu ambao tunatakiwa na sisi tuufate, lakini vitendo vyetu ndio hivi. Huu ni msiba wa taifa. Kwa hivyo wajibu wetu wa Zanzibar ni kuwakumbuka wenzetu, tusiwasahau wenzetu, tuwaenzi wenzetu, na kuwaenzi wenzetu ni kuendelea na mapambano yale ambayo yalisababisha damu zao zitoke. Hapana kurudi nyuma. Sawa sawa, hakuna kurudi nyuma. Yoyote yule ambaye atarudi nyuma kwa sababu yoyote ile, huyo naye vile vile ni msaliti, ni muuaji kama wauaji kabisa. Ni lazima sote tuungane kuhakikisha kwamba dhulma nchi yetu inaondoka kabisa. Lazima iondoke.